Hapa na kuchapa na mimi nyingine. Okay. Nipe maana ya unajitungia? Sijitungia. Soma kilivyoandikwa huko. Sasa unachukua muda mrefu. Nasoma vizuri ila sasa najaribu kuangalia, je, unaweza ukapata maana? Unashangaa vinaona vigumu kumbe unajitungia. Nipe maana ya neno Zurich. Nini? Zurich. Maana ya neno Zurich. 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 Zu kama zu. Zu. Afu dich. Baba. Dich. Hapo kwanza tumweke zu pembeni. Afu hiyo dich. Dich. Zu ninavyojua sio kama vile sehemu za kutalii hivi. Nitajie spelling. Z double O. Afu huyo dichi huyo ndo shida. Huyo dichi, huyo kipengele. Unamjua? Yaani ni zuro. Naomba maana yake. Sasa utawezaje kuniambia maana afu ujue maana? Sasa basi. Haya. Ni Z double O R O G Y. Si umeniambia ni maana? Na si spelling zake, nimekwambia nitajie spelling. Spelling za Zurich. Haya. Tufanye umeshinda. Haya niambie. Sasa tufanye nimeshinda. Tufanye. Nafanyaje? Nimekuonea huruma tu. Nizinga kudhalilisha hapa. Unafanyaje dakika za 90 hizi? Tuondoke. Sasa hapa mimi kwangu naona twende tukaspeli na nazidi kukata tupe maana ya neno. Yaani una speli neno afu unanipa maana yake. Umeelewa? Okay, neno la kwanza interest. Interest. Unajua haya maneno yani ukiyaongea tu kwa Kiingereza yani yanakujia spelling zake sasa. Nataka nikamkanyage shetani kichwani sasa. Okay. Interest. Ni E. E. T. E. N. Sawa? T. R. E. S. T. Rudia tena. S. T. Rudia tena tuone. Rudia tena tuone. Nirudie tena. Spelling nazo unajua kama zinanikimbia. Ni E. Sawa. Interest. Ni E. N. Ushakosa. Umekosa, nilikuwa nataka urudie hapo mwanzo. Ila mbeleni huko huko mbeleni huko sawa. Nimejitahidi. Ila mwanzoni hapa kwenye neno hiyo kuspeli E sio E ni I. Interest. Ni I. Okay. Maana yake Kiswahili. Maana yake. Maana yake mimi hapo sielewi. Interest. Maana yake. Maana yake ni kama intelligence fulani. Intelligence. Mambo ya intelligence na kuchapa lingine. Nipe spelling za neno parare. Nini? Parare. 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 Nipe spelling zake mama yangu. Simase tena hiyo. Tuondoke. Parare. Nilikuwa nasikia mwalimu anasema iko nini parare. 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 P. Na manake. Nahitaji. Wewe taje tu spelling zake. Maana tuachia wenyewe. P. A.
Palale. P A R. Sasa hivi hapa yani nina ushindi wa kuondoka. P A R. Palale. 18. Double L. E R. Palale. Umekosea kidogo. Kwenye ER ungeweka ero. Mafunga ukurasa. Okay. Kwa macho ya nyama unapambana binti. Mimi simekwambia nimesoma. Haya. Twende. Okay. Twende. Mimi sio mzuri sana wa maswali ya Kiingereza ila tutapambana hivyo hivyo. Twende. Mimi nimesoma ila nimesahau huko form 4 huko sijui. Unasijua zile una spell unapiga hivi. Spell word P P O. Ndio nimesoma hizo. Sawa sawa. Nakusikiliza mkuu. Nipe maana ya neno bonanza. Hapo mambo ya madubu tena. Maana ya neno bonanza. 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 Okay, neno kama sio geni. Bonanza sisi wanaikaga vile vile vina ndudu. Sasa mimi ndo sielewi ndo madubu. Unajua wamesha yani neno bonanza yani ni kama nimekumbuka bonanza. Nini? Bonanza. Bonanza kama michezo, si ndio? Yani ni kama mabonanza fulani hivi. Yani michezo yoyote ile, yani kizungumzia hata kubeti, kikundi cha watu, yani hayo yote ni mabonanza. Wanakusanyika afu michezo mbalimbali. Michezo yani bonanza yani. Mimi nakwambia mimi mkali. Ndio vitu kama hivyo yani mambo ya mabonanza. Vitu kama hivyo. Nipe maana ya neno investment. Spell na unipe maana. Investment. Maana yake yani spell kwanza. Maana sinakupa maana. Okay. Maana ya investment maana yake yani ni kama kuna sehemu unataka uanzishe biashara, yani umeamua yani kutengeneza hata frame. Yani umeweka hela zako yani hata labda tuseme kwamba labda yani umeenda kutoa mahali ukweni, yani bado hujapewa mtoto, yani mtoto wa kike. Yani hapo umeinvest, yani umetia mkono wa baraka. Mambo ya investment lazima ujishughulishe kwa sababu huwezi ukapata hela bila kuinvest. Sio, umenielewa vizuri? Kwa hiyo kuinvest ni nini? Yani kuchekesha niliangukia tu ila akili ipo. Na akili kubwa vibaya mno. Investment maana ni kama vijana wengi sasa hivi tunaingia kwenye mahusiano, hatutaki kuonga. Yani hizo ndo investment. Mtoto akike umemtia lateni. Akiingia huko ana vocha ya buku. Hizo ndo investment. Hajakaa sawa huku. Spell neno. Nipe maana ya neno insurance. Insurance. Haya. Insurance. Maana yake. Insurance. Hiyo kama kwenye masuala ya bima hivi. Hebu nipe maana yake. Insurance. Kama kwenye masuala ya bima, I think so. Kwenye bima. Yani ujue insurance yani ni kama mambo fulani hivi ya. Kwa Kiswahili kizuri, sijui. Insurance maana yake ni kama yani ni kama tunaenda kukata hata bima ya afya fulani hivi, yani unajikatia ni kama ka insurance fulani. Yani unakuwa na uhakika, yani insure, yani sure yani. Sio kwa tunasapotiana ujinga, kweli ndio hiyo maana yake. Yani tunajaribu tu kunyambua kinaga ubaga. Neno insurance. Yani insurance ni kama yani insurance ni kama unakatia kitu bima. Yani kwa mfano haya magari haya makuta magari mambo ya magari nini wana insurance zao.
Sema mwanangu unanipanga. Haya nipe na wewe. Mimi sijui hilo. Insurance mimi sijui. Insurance. Sio kama sijui, sina uhakika ila nahisi kwenye masuala kama ya bima hivi nasikiaga. Insurance sijui ya nini. Sawa. Kitu kama hicho. Haya. Nipe na wewe mama. Yaani mimi akili zipo nyingi sana. Okay. Hapa nimeambiwa uspeli na unipe maana. Ulisema hilo neno linatamkwaje na unipe maana. Tela. 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 Yaani ni kama neno ni kumwambia mtu yani ni kama kaumbea fulani. Tela yani tela. Ni T-E. Sawa? Double R. A. Yenyewe imekaa hivyo kweli? Umekosea. Acha basi. Tela. Tena au tela? Tela. Hebu nipe spelling zake. T E double L E na R. Manake. Unanipa manake. Manake si kama yani ni tela yani kama mtu yani anakuja yani kama kusema. Umeelewa? Yani tela. Yani mshuhudie mtu kitu chochote labda yani kama tela. Si ni hiyo ya Kiingereza? Okay. Inaweza ikawa. Ni kama hiyo. Haya. Msimuliaji sijui kama story ni kama msimuliaji. Yaani ndio maana nikasema kama kaumbea fulani. Haya. Nipe maana ya neno overdraft. Overdraft? Hiyo naiweza. Spell word overdraft. Unipe na maana. Au tuanze na maana. Overdraft. Sijui kwenda mbele zaidi kwenye draft. Si overdraft. Kwenda mbele zaidi. Au kucheza lafu. Overdraft si ni haya mambo ya madraft ya. Yaani ile kwamba unaanza meja. Overdraft. Bwana mimi sijui. Mimi nakupa spelling zake. Ngoja lakini naifikiria. Ndakupa maana. Spelling zake overdraft. O V E Ero D Ero A F T. Overdraft. Umekosea. Baada kwenye ero weka R. Ndio umekosea hapo. Yaani ndio wewe ndio unachanganya sasa. Yaani hapa mwanafunzi anamfundisha mwalimu. Overdraft. Elo na R. Elo ni ile ya hivi. Hiyo ni elo. Hii ni R sasa imekaa hivi R. Si ndio nimesema R. Wewe umesema ero. Sikilizi. Haya, nipe na wewe. Okay. Spell word deposit na maana yake. Deposit maana yake yani sisi kwa watu tunaobeti sasa. Yani ukizungumzia neno deposit. Yani sasa yani unatoa hela kwenye akaunti yako ya simu. Unaweka kwa muhindi yani deposit. Watu hapo mambo ya kubeti. Hapo mambo umejipiga. Deposit. Umenipiga au imekaeje? Deposit maana yake yani deposit. Ni kama unaweka yani ni kama labda draw. Yani ni kama draw yani umeweka kitu sehemu. Yani mimi nimekupa maana hiyo kwa sababu mimi ni mtu ambaye najishughulisha na masuala ya kubeti. Okay, sawa lakini unaweza kawa kama umeenda ila mimi nakuja kudeposit. Okay, basi sawa na kuchapa hii ya mwisho. Ya mwisho. Nipe spelling za neno France. Na spelling zake. France. France. Na spelling zake. Ndo nini? France. Ni finance kweli.
Finance. Finance. Na spelling zake. Finance. Neno geni. Finance. Jina la mtu? Ndo hapo sasa inatakiwa unipe spelling zake. Finance. Nafunga na hilo. F. A. N. F. F. Finance. A. N. After na A. Afu finance. After na N. Afu C. E. Finance. Mimi na nani mshindi? Mimi na nani mkali? Mimi naye. Sasa kwani kuna mwanaume anabakigi nyuma? Mwanaume kichwa.